kupata neno. Baba na Mungu wetu mwema, jina lako litukuzwe na kuinuliwa kama unastahili. Asante kwa sababu ya kipindi hiki, tunapoanza pamoja nasi, mapenzi yako yakatendeke. Basi iwe mwanzo ya kwamba ni kila siku tunaendelea kulisoma neno lako na kujifundisha neno lako, ili kwamba tuweze kusongea zaidi na kiti chako cha rehema. Asante asubuhi leo kwa pamoja nasi, anza nasi na mapenzi yako yatendeke katika maisha yetu. Asante, mapenzi yako yatendeke. Bariki wote wanaosikiliza, wote wanaotazama, na wasaidie katika maisha yao. Sifa na tukufu zikurudie kama unastahili, katika Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Amen. Leo tunataka tuzungumzie kuhusu dunia ukingoni, maana kuangalia matendo yanayofanyika, vitu vinavyofanyika, kusema kweli dunia imeharibika. Kwa hiyo leo tunataka tuzungumzie dunia jinsi ilivyo, maandiko yanasemaje kuhusu hali za saa hii, ambao tutaweza kuongozwa na kitabu cha Wagalatia 5:15. Kitabu cha Wagalatia 5:15, nitasoma maandiko matakatifu yake Mwenyezi Mungu ambapo yaweze kutuongoza. Kitabu cha Wagalatia 5:15 ambacho kinasema maneno haya: lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkaangamizana. Maandiko yanatuambia kwamba lakini tukiumana na kulana, tuangalie tusije tukaumizana. Ni maana ya kwamba hapa duniani kuna hali tofauti tofauti. Nataka niseme hivi kwa ajili ya hili andiko, ni kwamba huenda wewe unang'ang'ana kila siku, lakini kuna mwingine anawaza mabaya dhidi yako. Unawaza mema kuhusu labda mwenzako, lakini yeye yale anayokuwazia katu hayafanani na yale unayomwazia. Ndio maana Mungu anasema ya kwamba tukiumana na kulana, tuangalie tusije tukamalizana. Hivyo ina maana sisi sote unapookoka ama unapomkubali Yesu, unakuwa kwamba ni chanzo cha wewe ama ni chanzo cha Mungu kuweza kukutumia wewe. Hivyo itakuwa inapendeza zaidi tunaporudi kwa Mwenyezi Mungu na kumwangalia yeye anasemaje, kwa sababu dunia imeharibika. Vituko vinavyoendelea ni vingi, vinaumiza roho. Lakini pamoja na yote, Mungu anatuita na anatuambia twende kwake. Hivyo vile vile tukiangalia zaidi, pia tukiangalia katika kitabu cha Isaya. Leo sitakuwa mwingi wa maneno kwa sababu nataka tuangalie zile nukuu muhimu. Kitabu cha Isaya 24 aya yake ni ya 19, ambayo inasema maneno haya. 24 aya yake 19 inasema maneno haya. Inasema kwamba dunia kuvunjika imevunjika sana. Dunia kuvunjika imevunjika sana. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Ukiangalia kweli dunia kama ni kuvunjika, imevunjika sana. Hebu tazama maadili yaliyokuwa zamani na maadili yaliyo sasa ni tofauti. Zamani ilikuwa kwamba mtu ukikosea mahali popote unaweza pigwa ukarekebishwa. Sasa hivi ukigusa mtoto wa mtu kisana maana amekosea, utapelekwa mahakamani. Hapo ni kwamba dunia tayari imekwisha kuvunjika. Maadili yamekosekana, dunia imeharibika. Zamani ilikuwa mtu anajistiri vizuri, anavaa nguo nadhifu za kumpendeza, ambayo ukimwangalia wewe mwenyewe unasema yes, huyu sasa amevaa vizuri, anapendeza. Lakini sasa hivi mtu anavaa nguo nusu uchi, unategemea dunia imefika wapi? Imeharibika. Sasa je, sisi tulio wa Mungu tutajulikanaje? Maana sasa hivi sisi nasi tumevunjika, tumekuwa kama dunia. Ina maana ya kwamba tunafaa kubadilisha mienendo yetu. Sisi kama Wakristo tunafaa tujulikane kwa Ukristo wetu. Huwa na swali najiuliza, ikiwa sasa hivi wale wazee ambao wamebaki kanisani ndio wao hao tayari, vijana wameharibika, yaani mitindo ya saa hii imechukua akili zao, imewabeba.
Je, wanapoondoka wale wazee, kanisa litabaki na nani? Ikiwa sisi kama vijana hatutaki kuenenda katika mienendo ile ya wazee, ama kuenenda katika mienendo na misingi ya kibiblia, mtu anakwambia my dress my choice. Sasa hiyo ndio kusema nini? Ikiwa hivyo, je, kile kizazi kinachokuja mbele kitakuwa vipi? Hayo ndo maswali ambayo huwa najaribu kujiuliza, lakini nakosa majibu. Lakini huenda wewe uko na jibu. Nisaidie kuniwekea hapo kwenye comment. Nisaidie kushare mawazo na wewe, ili tuangalie katika hiki kizazi cha saa hii, je, tunasaidianaje ili kwamba tuweze kuishi jinsi inavyostahili? Kwa sababu sasa hivi kila mtu anasema tafuta pesa, tafuta pesa. Sasa tunapotafuta pesa, tukumbuke pia anayetoa hizo pesa, ama anayetoa kazi ya kufanya wewe upate pesa ni Mungu. So ni lazima turudi kwa Mungu, kwa maana dunia imevunjika, na kama imevunjika, anayeweza kutengeneza ni Mungu. Tunapozungumzia dunia, acha mimi nichukue huu mfano wa dunia kama maisha ya mwanadamu yamevunjika, yameharibika. Lakini tunapoangalia maisha yalivyovunjika, uharibifu ulivyoingia, tunamwangalia Mungu. Manake Mungu anasema hivi katika kitabu cha Isaya 1 kuanzia 18 kuendelea. Anasema, haya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Hivyo ni sisi jukumu letu ya kwamba tumrudie Mungu, na yeye afanye nini? Aweze kutengeneza, aweze kutusafisha, aweze kuturudisha tena katika njia zinazostahili. Tusiendelee kuvunjika kama vile dunia ilivyovunjika. Tutapotea, haitaleta faida kwetu. Jiulize jinsi ulivyo wewe na jinsi unavyoishi. Jitafakari wewe mwenyewe. Je, na mimi mtoto wangu akiwa jinsi nilivyo, hii dunia tutaipeleka namna gani, ama itakuwaje? Hilo ni swali ambalo tunafaa kujiuliza, na tunapojiuliza tunafaa tuangalie, je, itakuwaje maisha pale mbele. Tukiangalia kitabu hicho cha Isaya 5 kuanzia 5. Isaya 5:5 inasema hivi. Maneno haya yanasema ya kwamba, je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu na mizabibu nisiyoitenda? Basi nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona limezaa zabibu mwitu? Aya, basi sasa nitawaambieni nitakalolitenda. Shamba langu la mizabibu nitaondoa kitalu chake, nalo litaliwa. Nitabomoa ukuta wake, nalo litanyang'anywa. Nami nitaliharibu, wala halitapogolewa wala kulimwa, bali litamea miiba na miiba. Nami nitayaamuru mawingu yasinye mvua juu yake. Hebu tafakari hili andiko kwa umakini. Acha nirudie kuanzia aya 5. Nianzia aya inasema, Haya basi sasa nitawaambieni nitakalolitenda. Shamba langu la mizabibu nitaliondoa kitalu chake. Yaani ataondoa zile rutuba zake ambazo wewe huenda katika hayo maisha yako kuna kitu ambacho unajivunia nacho, lakini Mungu umemsahau. Ndio maana Mungu anasema katika andiko hili ya kwamba ataondoa hizo rutuba, hizo baraka ambazo uko nazo ataziondoa. Kwa sababu gani? Nalo litaliwa, litabomoa ukuta wake, nalo litakanyagwa na miiba, litakanyagwa na miiba italiharibu, wala halitapogolewa wala kulimwa, bali litamea miiba na miiba. Nami nitaamuru mawingu yasinye mvua juu yake. Kwa hiyo Mungu anasema ya kwamba ataamuru vitu ambavyo wewe hutaki kuvifanya. Ataleta uadui, ama ataleta madhara, magonjwa,
kwako kwa sababu umemkataa yeye. Zile rutuba alizokupa unafaa wewe umrudie Mungu, ambayo katika huko kumrudia Mungu, Mungu naye afanye nini? Akufanyie wepesi katika maisha yako. Ndio maana ukimalizia aya 7 anasema, kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndiyo nyumba ya Israeli. Kwa maana shamba la mizabibu ya Bwana ndiyo nyumba ya Israeli, na watu wa Yuda ni mche wake wa kupendeza. Akatumaini kuona hukumu yake ya haki, na kumbe aliona dhuluma. Alitumia kuona haki, na kumbe alisikia kilio. Mungu akiangalia dunia hivi, ingekuwa ni katika kibinadamu, Mungu anahuzunika sana. Anasema, hebu angalia jamani, jinsi dunia ilivyoharibika. Wanangu niliowapenda wanafanya mambo ya ajabu. Unajua kuna vitu vingine unafanya mpaka shetani anashangaa, hiki si hiki. Hapana, hapa sihusiki. Kuna vitu vingine unasimsingizia shetani wakati hata shetani mwenyewe hahusiki. Lakini ukweli ni kwamba tunapobadilisha mtazamo wetu, chanzo cha kuweza kufaulu katika maisha yako, badilisha fikra, ubadilishe mienendo yako. Najua suruali ili uivue chini, kwanza uliivua katika kichwa. Sasa unapoivua kichwani, moja kwa moja itashuka chini. Akili inapoharibika, basi huku wengine kote kunaharibika. Kwa sababu hakuna vile wewe unaweza osha kikombe ndani alafu nje kibakie kuwa kichafu. Haiwezekani, lazima maji yatagusa tu. Wewe, Mungu akusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mungu afanye wepesi katika maisha yetu. Mungu ajalie heri zake katika maisha yetu. Kwa sababu kwa kweli tunapoendelea jinsi hii, tutafika mahali ambapo tunaelekea ni kubaya zaidi. Mimi singependa tufikie huko. Yesu anasema mwenyewe katika kitabu cha Yohana 1:12, anasema, bali wote waliomkubali aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Mimi nawasihi ndugu zangu, wewe naye tazama video hii, tumrudie Mungu. Mungu ndiye jawabu katika kila jambo. Hebu nikuulize kitu. Hivi unafahamu wewe umelalaje, umeamkaje? Hata ukiambiwa uelezee japo neno moja jinsi ulivyolala, hujui. Hiyo tayari inakuonyesha kwamba Mungu yupo na amechukua nafasi yake katika maisha yako. Mimi ningekuomba tumrudie Mungu, tumuinue Mungu, tumtukuze Mungu. Ninaloomba, zidi kufuatilia, utajifunza mengi zaidi. Na ukiwa na mawazo tofauti ama ukiwa na hoja tofauti, pia niwekee katika comment, ili kwamba tuweze kufundishana zaidi, tuweze kuelimishana zaidi. Ni follow, subscribe, ili kwamba ujumbe huu ufike mbali zaidi. Na wapenda ndugu zangu, acha tuvutane, tutiane moyo, ili kwamba tuweze kusonga mbele, tuweze kuishi maisha ambayo yanastahili. Mungu akubariki. Acha tuweze kuomba ili kwamba tuweze maneno haya yaweze kuingia zaidi katika kichwa chako. Tunaomba. Mungu na Baba yetu mwema, jina lako litukuzwe na kuinuliwa kama unastahili. Tazama ujumbe huu ulivyoenda. Acha Bwana watu wako waweze kukuhimidi wewe na kukuinua katika maisha yao. Acha yeyote atakayesikiliza ujumbe huu na kuutazama, Baba, ukaweze kumfanya kuwa tofauti na ukaweze kumvuta karibu nawe. Mapenzi yako yatendeke utakavyo, jina lako litukuzwe na kuinuliwa, maana katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi nimeomba nikiamini. Amen.